Je, ndugu yangu hapa Kika 07 unaichukuliaje hiyo sasa? Ndio unahangaika zenu za kupambana kupata chochote kitu, umekutana na shangazi, shangazi mwenye hela, na huko pembeni kwako unajua una binti mpenzi wako, umekutana na changamoto. Naamini changamoto hizo zipo. Wewe hiyo changamoto unaisovuje hiyo changamoto? Kwa upande wangu mimi hapa ukisema wewe kama kijana ukubali mshangazi nini akulee, ubweteke tu ufanye kazi yote kila kitu unapata, kwa upande wangu hiyo mimi iko sawa. Kwa upande wangu mimi iko sawa. Mimi kwa upande wangu nitakaa na mpenzi wangu wa zamani ambaye yani tunalizika na tunachopata. Yani naweza kupambana mwenyewe, kufight na maisha, tupate kidogo chochote tunachopata tunaishi hivyo. Asante sana. Ngompasie Mido Max hapa. Ndio. Kakaangu, unaionaje hiyo swala hivyo kwenye hangaika zenu mkutana na changamoto kama hiyo? Wewe kama wewe ndugu yangu ungeisovuje na ungekaje sawa? Mimi niko sana ndugu zangu kama Mr. Jao na Kika 07. Kweli ukiangalia vijana sasa hivi wengi wamepotea kwenye maadili kwa sababu ya mishangazi. Mtu anaacha kabisa ndoto zake. Mtu alikuwa na ndoto nzuri. Leo hii mtu una ndoto nzuri unapambana sasa kwenye na kweli pale mwanetu kule anapambana na fight nini. Inafika kati yani labda katika safari ujue Mwenyezi Mungu ndiye ana vishawishi vyake. Umepata kimtego. Na kweli sponsor la maana na kutalishangazi hilo, hela zile pale, jumba hilo, nini, kila kitu. Ni mwenyewe unaingia na tamaa, ila ukibaki kwenye msimamo wako, ujue mimi ni nani, ndio tunarudi kwenye kujitambua. Ujue mimi ni nani na ninataka nini, na ili ni nani baadaye kwenye maisha yangu nje kusaidia wazazi wangu pamoja na mke wangu. Ndio ukijielewa, ndio utajua kama ule mshangazi ni kwa haina maana. Haina maana kabisa. Bora upambane chini kidogo alichokujalia Mwenyezi Mungu, uamke nacho, ipo siku utakuja kufanikiwa katika maisha yako na mke wako, maisha yatakuwa hivyo. Safi sana. Mmejibu vizuri sana. Lakini hapo pia nina swali. Ndio. Huwa vijana wengi mimi ninavyotambua, vijana wengi huwa wanaombaga support sana kwa watu wengi. Achana na mshangazi na nani. Lakini mimi kwenye heka zangu utafutaji maana nimekutana na vijana wengi na huwa wananifuataga, wanahitaji support. Lakini pia ukiangalia watu ambao wanahitaji kuwa support vijana, mwisho wa siku wanakuja, wananungunika, wanaumia, wanasema bana yule bana kijana yuko hivi na hivi na hivi na hivi. Huwa vijana huwa wanawafanya nini wale wanaotamani kuwashika mikono ili waweze kutimiza ndoto zao? Ndio maana wengine unakuta wamerudi mtaani. Huwa ni nini hasa kinatokea kwa wale wanaohitaji kuwasupport vijana? Na ili tujue wale vijana wanaotuangalia sasa hivi kwenye media yetu, wajue kabisa sisi hatuwezi kusapotiwa na mtu yoyote kwa sababu huwa iko hivi na hivi na hivi na hivi. Na huwa watu wengi wanajitokeza kuwashika watu vijana kama nyinyi mikono. Huwa ni nini hasa? Tungependa kuanza kwako. Kwanza kitu kingine tunarudi pale nyuma ambapo unajua mpaka mtu anapata moyo bwana, akiangalia kule vijana wale pale wanafanya 1 2 3 na vijana na nia. Kweli vijana anajituma. Kwa unampa mtu moyo, yani mtu unampa moyo kabisa, yeye mwenyewe anakusaidia kwa moyo. Bwana mimi nawasaidia sababu vijana wana nidhamu, wanajituma kwenye kazi zao, wanafanya kila kitu nini hivi na hivi. Kwa hiyo inakuwa mtu aweza kaja na kweli vijana wengi sometimes wanapanda kwenye makundi na washike mkono, wengine ndio wanafika kati makundi yanabomoka, wanafarakana, wengine wanapotea hivyo. Ila kuna vijana wengine, kuna masponsa wengine wanatamani kweli wa support, ila kuna vijana ni kuna jinsi mtu unavyoishi naye, jue tabia ni ngozi. Mtu jinsi alivyo nini hawezi akanajizuia muda wote. Kuna muda tu makucha yake atatoa. Kwa hiyo nakuta anavyoishi nao, anaona vijana ana nidhamu, mara kaacha hela, amedokoa, tabia za wizi. Kwa hiyo mtu anakuwa kukusupport, anakuwa moyo wake unakuwa unausha chini. Kwa hiyo ukiwa na nidhamu, kwa nini una mtu wote nini mwenye moyo kabisa kukusupport, anatoa go ahead kabisa kwa yakini kutoka moyoni na ana support. Sawa sana, ningependa hapo. Je, ndugu yangu Kika 07. Ndio. Kwenye mapambano yenu au vijana wenzenu wengine, kuna watu wanatamani kujitoa kuwashika mkono.
ila wanashindwa. Na ukiwaambia kwa nini wanashindwa, wanasema mwisho wa siku napata tu hasara na nini. Huwa ni nini hasa inawafanya inawazuia wale ambao wanatamani kuwashika vijana waliokuwa mtaani mikono wenye vipaji vyao, wanashindwa kuwashika mkono? Ni nini hasa vijana huwa wanakiekaga hapo katikati kinakuwa kina ugumu kidogo? Kwa upande wangu mimi naona tabia zisizofaa. Unakuta kuna vijana wengine, sio kila kijana ana tabia nzuri, ana upendo, ana nidhamu. Hapana. Kijana unaweza ukampa chance kama hiyo mwanzoni akakuonyesha upendo nini, lakini kila unavyozidi kumpush anaanza kushusha hadhi. Na nidhamu pia inashuka kwa kweli. Kwa upande wangu mimi hapo ni tabia zisizofaa. So kila kijana anachukua mkono ana tabia nzuri, ana nidhamu, ana heshima. Anaweza akaonyesha heshima mwanzoni unavyomsupport, kwa sababu hana kitu chochote na inahitaji support. Anaweza akaonyesha heshima mwanzoni, lakini kila unavyozidi kumpushi, unavyozidi kumsupport, anaonekana na watu nini, anajulikana, anapata jina, ataanza kukudharau wewe hapo supporter. Kwa sababu gani? Kashajulikana na watu. Ya nini sasa wewe? Watu watamsaidia nini? Watamsikiliza? Anaweza akakuzushia hata mabaya kwa watu. Kama hivyo. Nashukuru sana ndugu zangu, kama mnavyosikia vijana wengi huwa wanashindwa kushikwa mkono kwa sababu hawana nidhamu. Wakishikwa mkono wamepata kidogo, wanaanza kunyari tena wale washika mkono. Kwa hiyo kijana yote aliyokuwa mtaani, make sure unafuata vitu vyote, unakuwa na nidhamu, unaenda na muda, wanakushika mkono waheshimu, kwa sababu hao ndio wameweza kukuinua. Na kijana yote ambaye anapambana mtaani apambane, asichoke, apambane, kwa sababu haujui kesho yako. Kwa hiyo make sure unapambania ndoto zako. Na hapa nashukuru sana ndugu zangu Makutigeni leo kuja kunitembelea. The House of Detail and Fact News, Connection TV nambari 1. Karibuni sana, na nafunga kipindi kama ifuatavyo. Connection TV, The House of Details and Fact News.